Wamama hai! Wamama hai! Tumerudi Nakuru. Tumefika. Tuliamua kabla hatujafika kilele ya hii mazungumzo yetu mpaka tuwe na kikao Nakuru. Ndio sababu tumekuja siku ya leo baraza hapa Nakuru, na kesho tutamaliza kule Kiambu. Sawa sawa. Sasa manake tuko na hali ya anga mbaya, nitasema kwa haraka sana. Tuko katika hali mbaya. Lakini wanyeshe mimi tu. Hello? Hello? Tumebaki na siku 4 peke yake. Inafika tarehe 20, sivyo? Tarehe 20 tuko wapi? Tuko wapi? Nataka niambie nyinyi kwa sababu gani tunaenda Nairobi. Nataka naona hiyo. Niko kwanza na kitu nataka nisome kwa Kimombo. Nataka nisome kwa Kimombo. Wacha nisome haraka. Resolution of Nakuru People's Baraza, March 16th, 2023. The march on Nairobi is on. In 4 days' time, we have a march on Nairobi that kicks off an unprecedented campaign of defense of Mr. William Ruto and his illegitimate regime. It is only fair that before we take this next step, we spell out our case against Mr. Ruto as follows. 1. He has refused to take we have a date with destiny and shall march on and occupy Nairobi
Wangapi wanakubali na yale ambayo nimesema kwa kimombo? Sasa mimi nataka kuambia nyinyi neno moja peke yake. Maana yake jana Bwana Ruto alinishtaki, alisema maneno mengi machafu juu yangu, akasema Raila ni mtu mwasi, yeye alijaribu kupindua serikali, watu wengi walikufa, baadaye amefanya maandamano miaka 50, Wakenya wengi wangehangamika na damu imemwagika. Nataka nijibu yeye. Haya yote amekuja amepata katiba nitakiwa na kushiriki, nikatakiwa na shtaka ya treason, nikakaa kamiti miezi 6 nikipelekwa mahakamani, lakini mwishowe serikali ilishindwa, walikuwa hawana ushahidi yoyote dhidi mimi. Kwa hivyo hiyo kesi yangu yote ilitupiliwa mbali. I was discharged for lack of any evidence against me. And that's why I was kuniwache mimi huru. Mimi nitakushtaki wewe kwa kuharibu jina yangu. Wewe wale ambao wanachangia kuleta demokrasia katika taifa letu, kurejesha multi-party system katika taifa letu, kupigania ili Wakenya waweze kupata haki yao, walikuwa na uhuru ya kunena, uhuru ya kuungana, uhuru ya kuwa na chama na vyama, uhuru ya kufanya kazi tunavyopenda. Zamani ilikuwa kusema mwe ndani, mwe. Wakati hiyo kulikuwa na simba ambaye ilikuwa na meno na makucha. Ukisema mwe unaparuzwa. Hiyo simba sisi tuling'oa meno yake, tukang'oa makucha yake, ikabaki simba kibogoyo. Sisi kutishwa na Bwana Ruto, Bwana Gachagua na Bwana Gacheta. Sisi kutishwa tarehe 20 tutaonana wao ana kwa ana. Tena tumesema it was Dennis Itumbi au Ichetha. Dennis Itumbi anaandika ati tumekuwa na mkutano ya kupanga kwenda kuvamia biashara ya Wakikuyu. Hiyo ni upuzi mtupu.
Nataka wafanyabiashara wa Kikuyu wasiwe na wasiwasi yoyote, usihangaishwe na hiyo porojo. Sisi tutalinda biashara ya kila mtu. Wakikuyu ni wa Kenya. Tuna Wakikuyu walinipigia mimi kura mingi zaidi. Kwa sisi hatuwezi kuharibu biashara ya mtu yoyote. Sisi tunataka kuboresha uchumi. Tunataka kueneza ajira kwa Wakenya. Hatuwezi kwenda kuharibu biashara ya mtu mdogo. Sio wao ndio walikuwa wanasema ati tutatetea hasla. Sasa hiyo lugha ya hasla imeenda wapi? Imeenda wapi hiyo lugha ya hasla? Ilikuwa yote ni porojo tupu. Sisi hatuna haja na mfanya biashara ya rejareja au mfanya biashara kubwa kubwa. Hao wote wanaajiri watu wetu. Kwa hivyo sisi tunasema sisi tuko na shida na serikali ya Bwana Ruto. Na tutaona nao ana kwa ana. Maana yake kwanza wao hawakushinda uchaguzi. Anasema ati IBC ilisema. Hello? Anasema ati IBC ilisema. IBC ilisema ati Ruto alishinda. IBC ilikuwa na wanachama 7. Ngapi? 3 walisema Ruto alishinda. Lakini 4 walisema Raila alishinda. Sasa atuambia uamuzi wa IBC gani? 3 na 4 ipi ni mingi zaidi? Ipi ni mingi zaidi? 4 walisema Raila ndiye afanya nini? 3 walisema ni Mudani alishinda. Sasa nani alishinda? Nani alishinda? Isitoshe, tuko na washahidi ya kutosha ya kuthibitisha kama Bwana Ruto hakushinda. Tumwambia kama wewe unasema la, fungua 7. Fungua 7. Fungua 7. Fungua 7. Kama anakubali afungue 7 nione mkono hapa. Hii maneno haitaisha, waseme nini hata waseme nini. Mpaka mwisho watafungua 7. Mpaka mwisho watafungua 7. Itaonyesha kwamba Bwana Ruto alipata kura 5,509,000. Sisi tulipata 8,100,000. Kwa hivyo ushindi ni nani? Ushindi ni nani? Kwa hivyo sisi tunataka nyinyi mkae gangari. Sisi tumesema tutaboresha uchumi. Tulisema tukishika hatamu ya utawala watoto watasoma bure. Sisi tunasema namna hiyo. Alikasema wale maskini, wale mama wajane ambao wana watoto tutawasaidia, sio? Maskini tulisema nguruwe 6, sio nguruwe 6. Sio? Tulikuwa tunajua hiyo pesa itatoka wapi. Hawa walisema gharama ya maisha itarudi chini, bei ya unga itarudi shilingi 70, iko wapi? Bei ya mafuta iko wapi? Yale yote ambayo waliahidi wa Kenya yote imeenda na upepo. Hiyo yao ahadi yao ni kama ile kunyamba kwa punda. Sisi kama wanaazimio tumeungana pamoja. Azimio iko pamoja na inaweka Wakenya wote pamoja. Tunataka ukombozi wa kweli. Na yale ambayo sisi tunaahidi tutatimiza. Hakuna chochote tunasema ambayo hatuwezi kutimiza. Sawa? Kwa hivyo sasa wacha mimi nichukue nafasi hii nialike ndugu yangu Steven Kalonzo Musyoka.
Kutoka kwa Mama Martha Wangare Karua, mnapokea? Asanteni. Nakuru hoye. Nakuru hoye. Nakuru mpo. Asanteni. Wangapi wanashukuru Mungu kwa kutuletea mvua? Mvua imezuka Nakuru. Na mvua ni baraka. Tunawashukuru sana watu wa Nakuru, ingawaje leo ni siku ya Alhamisi, mumefurika. Mjipigieni makofi. Ndugu Raila amenena. Amenena hajanena? Wangapi anakubaliana na matamshi ya Raila? Tumeenda miji mikubwa. Nakuru is now a city. We went to Nairobi initially, Jacaranda, tukaenda Kibra, tukaenda Kamkunji, kisha baadaye tukahamia Kisumu. The second city ya Mombasa tumekuwa huko juzi. Alafu the big cities Nairobi, Mombasa, Kisumu na leo tuko Nakuru. Na kwa hivyo vile alikuwa amenena tukaona ni vizuri, na tumepata kwamba hata nyinyi kweli mna njaa. Katiba ya Kenya. Mimi ni mwanasheria, ndugu Eugene hapa ni mwanasheria, tuko na wanasheria wengi. Katiba ya Kenya inasema it is the right of every Kenyan citizen not to sleep hungry. Wewe una haki kushtaki serikali kama umelala njaa. Katiba inasema hiyo. Nimeona hapa sufuria hata imetoboka. Wiki jana shilingi $1 ya Marekani wiki jana ilikuwa ni kama kawaida ikijumulishwa ilikuwa shilingi 135. Leo baada ya wiki moja ni 142 shillings. Bei ya kila kitu inazidi kwenda mbele. Na ndio Wakenya kasema lazima sisi tuwe mstari wa mbele kupigania haki ya wananchi wa Kenya. Hatuko hapa kwa sababu ya ndugu Raila ama Martha ama Kalonzo ama Eugene Wamalwa ama Wanjakoya ama kila mwile. Tuko hapa kwa sababu ya Wakenya. Na hapa tukizungumza leo tunazungumzia kila mwananchi wa Kenya, bila kujali kama yeye ni Azimio ama yeye ni UDA ama yeye ni mambo mengine. Mwananchi wa Kenya, hebu angalieni, dunia nzima imechukua jukumu la kutetea haki za wananchi. Tunavyozungumza, kwa mwezi mmoja uliopita, nchi ya Israeli, kwa sababu waziri mkuu kule alisema anataka mambo fulani juu ya mahakama kuu, wamefanya maandamano for the last one month. Nchi ya Ufaransa, hata Ufaransa imeshinda, wanachoma matairi. Sasa sisi tunasema hivi, naomba munisikilize. Tutaenda kwa sababu huyu bwana Ruto anasema ati maandamano hayatakuwa ya amani. Nataka hapa tuchukue kiapo kwamba sisi wa Kenya tutaandamana kwa maandamano ya amani tupu. Wangapi wanasema hivyo? Yule ambaye ataleta ghasia, huyo sio mwananchi sawa sawa. Mwenye kuleta ghasia huyo ana njaa. Yule mwenye njaa ataenda aketi chini kwa barabara wiki moja, wiki mbili, mpaka Ruto na watu wake wasikilize. Nyinyi mko tayari? Kwa hivyo mjue inaitwa sit and occupy. Katiba Article 37 inakupa mamlaka mwananchi wa Kenya kufanya maandamano, kuketi chini ukitaka,
kukataa mambo fulani, kufanya hata migomo, lakini katiba inasema bila kutumia silaha. Wangapi wanasema hatutatumia silaha kwa sababu tutaokoa Kenya yetu kwa amani tupu? Wakija basi tunajua wananjama, tukienda Nairobi watumie wafuasi wao kidogo, waende waingilie vile Raila amesema maduka huko Grogan, waseme ni wanaazimio. Hao tunataka hakuna mwanaazimio mwenye kutaka mabadiliko ya haki ambaye ataenda kuharibu mali ya mtu. Wangapi anasema hatutaharibu mali ya mtu yeyote? Therefore, we shall be very disciplined. Huwezi kupata mageuzi bila kuwa na nidhamu ya hali ya juu. Na ndio tukarudi hapa, tukasema mjue katiba inawapa uhuru wa kutosha. Hata hiyo katiba ndio ilimlinda Ruto wakati alikuwa ameanza kuzozana na mkubwa wake Uhuru Kenyatta. Mpaka katiba inasema Uhuru angeweza kumfuta kazi Ruto. Hiyo katiba ndio imfanya akae hapa mpaka sasa anakuwa mahali amekaa. Kwa hivyo katiba ya Kenya is sacrosanct. Na tena sovereignty. Katiba inasema mamlaka yote ya uongozi wa Kenya yako mikononi mwa wananchi wa Kenya. All the sovereignty of the nation state of Kenya lies in the hands of the Kenyan people. Na wanaweza katumia mamlaka hayo kupitia wale watu ambao mnachagua kama ma-MCA, kama MP, kama magavana, lakini wakisaliti nia ya wazalendo wa Kenya, mwananchi anatumia haki hiyo mwenyewe mamlaka yake directly. Wangapi wanasema kazua wengine wamenunuliwa, tunachukua mamlaka yetu kikatiba? Hebu tuone. Kwa hivyo mimi nataka niwaonye hapa, sio kawaida mimi sio kawaida kuongea bila kujua. Katika mpangilio huo wa kutisha wananchi, wanatumia kijana yangu anaitwa Gavana Sonko, aliyekuwa gavana wa Nairobi. Wawache kutumia Gavana Sonko na kumharibia jina, because anasema atatumia Sonko aje wasaidie. Mimi nitatuma jamii ya Wasonko. Sonko aende akae Mua Hills, angalie Kenya ikiundwa upya bila shida yoyote. Huyo ni kijana yetu. Kwa hivyo njama zote kama hiyo kutumia na kuharibia Sonko jina, alafu mumshike mumweke korokoroni, tumekataa. Kwa hivyo mimi tunawaalikeni even in Nakuru, you have a right to demonstrate wherever you are. Kama ufiki Nairobi, fanya kazi hapa Nakuru. Si namna hiyo? Na tutatoa ndugu Raila, Martha Karua na wenzangu, Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, tutatoa msimamo na mwelekeo ili wananchi wajue we mean business. This nation is a very important nation. Na ikiwa ni kufichuana maneno wa watu wamefanya mauaji yao, watakuja julikana. Huyu ndugu Raila, mnajua in 2013 tulisimama na yeye, tukaibiwa, tukaenda mahakama, ikatupiliwa mbali. Nikamwambia ndugu Raila, ingawaji wametuibia na wametoa mamlaka haya ya Supreme Court, ngoja tuseme tumekubali, tutashiriki, tutafuata sheria, lakini hatukubaliani. 2017 wakarudi tena, wakatuibia tena, tukarudi mahakama. Ndugu Uhuru akaona nchi inaweza kuwaka moto, akatafuta ndugu yake mkubwa Raila, wakadhibiti nchi. Tuko pamoja. 2022 mimi ndugu akaniambia Raila, akaniambia ngoja tupindue maneno, kazo mezoea kuibia Raila na Kalonzo, ngoja tuweke Martha na mimi ni wa support. Tukarudi pale, wakaiba tena.
Sasa tukasema safari hii hawa watu wamezoea kuiba ng'ombe yetu, safari hii hatuachilie ng'ombe yetu. Hey, wangapi wanasema hatuachilie safari hii? There must be order. We want to tell marafiki za nchi hii, wherever they are, marafiki wa Kenya hii, wa Kenya in the diaspora, wa Kenya everywhere, na marafiki zetu ambao wanatumiwa huko, wanatuma mabalozi zao, wasiingilie mambo ya ndani ya Kenya. Wacha wa Kenya wajiamulie mambo yao. Wangapi wako tayari? Basi mimi nimeridhika. Wacha nimuite party leader DAP. Waziri amekuwa waziri wa mambo ya defense, Mheshimiwa General. Nakuru hoye! Tarehe 20 Jumatatu tuna mkutano Nairobi wa kubadilisha historia ya nchi hii. Mko tayari? Nairobi tutakuwa na maandamano ya amani. Na sio Nairobi tu, Afrika Kusini kutakuwa na maandamano kule South Africa. Nchi ya Tunisia tutakuwa na maandamano kule. Abuja, Nigeria kutakuwa na maandamano kule. Vile Kalonzo amesema Tel Aviv, Israel kuna maandamano kule. Ukienda Ufaransa, mji wa Paris kuna maandamano kule. Ukienda Europe, kule UK kuna maandamano. Kuna shida yoyote sisi kuwa na maandamano Kenya? Mimi kama mwanasheria nataka niambie watu wa Nakuru, ni haki yenu tarehe 20 Jumatatu. Ninyi mjitokeze twende Nairobi tuandamane. Mko tayari? We will have a march on Nairobi. The march on Nairobi will be like the historic march on Washington. It's because of the march on Washington that Americans got their civil rights. Mtu asituambie maandamano ni mambo mabaya. Ni sababu ya maandamano ndio yalifanya tukatoa section 2A ya katiba tukarudisha multi-party democracy. Tuko pamoja? Na huyu Raila alikuwa mstari wa mbele. Yeye amepigania demokrasia ya Kenya. Na sababu tunamuita baba, sababu yeye ni baba wa demokrasia. Kweli si kweli? Sababu tunamuita baba, yeye ni baba wa ugatuzi. Kweli si kweli? Tunataka tuambie Bwana Ruto na Bwana Gachagua, heshimu baba bwana. Wacha baba aitwe nani? Baba aitwe nani? And we want to say this. Raila Odinga has sacrificed more for our democracy more than any other Kenyan. Kweli si kweli? And even those of you who are calling Raila names, and we watched you in State House, we want to tell you that many Kenyans today have been warmed by fires that were lit by Raila Odinga.